Nikiwa naibu wa rais, akakuja akaniketisha chini, akaniambia Mungu amenionyesha unapangiwa jama ya kutolewa kwa ofisi, na kabla ya mwaka huu uishe utatolewa. Nikamwambia haiwezekani. Nitatolewa namna gani na huyu mtu nimemsaidia juzi? Akaniambia huyu umemsaidia ndio anakupangia na amepanga, na Mungu amenionyesha itakuwa namna hiyo. Nikauliza atanitoa namna gani, na lazima kura iende pale bunge. Akasema hapana, wabunge wote watapewa pesa, watakutoa. Nikamwambia lakini hata wakipewa wale ya nyumbani ya mlima hawawezi chukua pesa. Akaniambia hao wote isipokuwa wachache watakusaliti. Huyu reverend akaniambia watakusaliti mapema. Nikamuuliza hata ile ya nyumbani mbunge ya Madhera nilimfanya MP, akaniambia huyu atakusaliti na akutukane wakiwa na bibi yake. Huyu Maina, huyu reverend. Kwa hivyo mimi akiwa mnabii, I bear testimony to his prophecy because I have seen it. Lakini pia akaniambia hata ukitolewa usijali, ndio utapata favor ya Mungu na ya raia. Na akaniambia within 1 year utakuwa more popular 10 times than when you are in office. And the same has come to be true. Kwa hivyo sisi tunapenda watumishi wa Mungu, na sana tunataka manabii ya ukweli, kwa sababu pia iko manabii ya uongo, si ndio? Juzi nimeona Wakorino wameenda pale, mnabii ya uongo ametokea pale, anasema ati Mungu amemwambia ati Kasoko atakuwa 2 term. Kwa jina ya Yesu manabii ya uongo washi, na Biblia imeandika vizuri kutakuwa na manabii ya uongo. Wale manabii ya ukweli wanajulikana, manabii ya uongo wanajulikana. Kwa hivyo tutaendelea kuwa na hawa, tutaendelea kuwa na manabii ya ukweli na wale ya uongo. Kwa hivyo Archbishop Harrison, tutulie kidogo. Kuna jambo moja umemwambia the new bishop, ukamwambia ile kiwango amefika, there are certain things he can no longer do. That is true. I also want to tell the leaders here, mimi Rigiji pahali nimefika, there are certain things I love doing I cannot do. Mimi napenda kuingia kusikiza Mugithi. Siku hizi nikiingia kwa Mugithi kuna haribika. The whole place comes to a standstill. And it's something when I was down there I used to do. But pahali Mungu ameniweka, I am not able to do it. So wale viongozi tutatafuta nafasi ya uongozi. There are certain things now you cannot do. You must carry yourself with the dignity and the office that you aspire, or the office that you carry. And those were great words from the Archbishop to the new bishop, that there are those things that he can no longer do because of the office na ile nafasi Mwenyezi Mungu amempatia. Kwa hivyo Reverend Maina, mimi napongeza, nimeona huko na kanisa nzuri hapa. Sisi tulichangia kidogo siku ile, tutaendelea kukusaidia. Endelea kuhubiri, endelea kueneza neno la Bwana. Let your church grow. Naomba members work bishop, please support your bishop. A bishop is as good as the members of his church. A leader is as good as his supporters. For the bishop to be successful, the membership must rally behind him. Muunge mkono askofu wenu. Kwa hivyo sisi tumekuja kusema pongezi. Na mimi niseme vile MCA wetu yule Mkorino amesema, Rigathi Gachagua has no problem na kanisa ya Wakorino. Mimi nawapenda Wakorino sana. This is our true church. What I have a problem with ni William Ruto kutumia kanisa yetu ya Wakorino kutuaibisha. That I have a problem. Ile ya kuchukua watu si Wakorino na kuweka hao kilemba akina Moses Kuria, I have a problem with that.
Hiyo ni kuaibisha kanisa yetu ya Wakristo. Si muliona Moses Kuria amevaa kilemba? Si jana alikuwa Olokalau? Alikuwa na kilemba? These are fake Wakorinos. Sasa ile nilikashifu mimi ni wale Wakorino wamesanywa, wamepelekwa pale State House ya uongo. Wanachukua vitambaa ya waitu, wanakatakata, wanafunga. Moses Kuria funga kitambaa, nani endeni mkachukue pesa. So mimi lazima ningetetea the true and genuine Wakorino in this country. Lazima ningetetea hawa. Na mimi niko na imani kabisa na kanisa yetu ya Wakorino. But I have a problem with the fake Wakorinos. Na mimi naomba William Ruto tafadhali. Mimi najua unatuchukia kama jamii. Umetuangaisha. Umefuta watoto wetu kazi KRA. Umefuta OSPDs wetu kazi. Umesema Wakikuyu wasilipwe pending bills. Umetufanyia kila kitu na ni sawa na tumekubali. Lakini hii maneno ya kuaibisha kanisa zetu hapa Mlimani, we have a problem with that. Juzi umeenda pale Gatundu North, umechukua wanaume, umevalisha kitambaa at ya Mothers Council. Kuaibisha kanisa ya Independent ambaye ni kanisa ya watu ya Mlimani. Juzi umeleta Wakorino, umevalisha akina Moses Kuria kilemba. Kuaibisha kanisa letu. That is why I have a problem. Na lazima niseme hiyo maneno hatuwezi kubali. Pia mimi niko na shida kwa sababu wewe ukichaguliwa ulikuja kanisani na Biblia. Ukasema umeokoka. Biblia kubwa ulikuwa unatembea naye. Sasa kanisa ya Kristo inavamiwa na wahuni na polisi under your instructions. Pale Mweki PCA wahuni na polisi walivamia kanisa la Kristo. Pale Kariobangi PCA wahuni wakisindikizwa na polisi wamevamia kanisa ya PCA. Pale ACK Wetima Church 12 police officers wakisimamiwa na Bete Maina na bwana yake wameumiza Wakristo pale kanisani. Hiyo maneno yote William Ruto, wewe ndio umepanga. That is where we have a problem. Hata kama uko na shida na sisi wanasiasa na wafanyabiashara ya Wakikuyu, si wachana na kanisa zetu. Iko haja gani kuumiza watu kanisani? We have a problem with the attack of the Church of Christ. Sisi tulikuwa tumekusamehea kwa vile ulichoma wa mama na watoto 207 kanisani Kiambaa, lakini anytime you attack the church unatukumbusha hiyo maneno ya 207 na tulikuwa tumesahau. Kwa hivyo mimi nataka niseme, mimi kama kiongozi niko na jukumu la kulinda kanisa la Kristo isivamiwe na William Ruto na goons na askari, na hiyo kazi tutaendelea kufanya. Na mimi niseme, mimi sina shida na mtu yeyote, lakini niko na shida na wasaliti wa jamii yetu. Hata wewe ukiwa ni mhubiri na ni msaliti, msaliti ni msaliti. Ukiwa msanii na ni msaliti, wewe ni msaliti. Ukiwa mama na wewe ni msaliti, wewe ni msaliti. And we have a problem na wasaliti wote. Kwa sababu na nimeona zui MCA hapa kama hako hapa, nimengelesha yeye. Watu manyumba ya Wakikuyu hapa Nairobi ndio yanabomolewa. Hawabomoi ya kabila zingine, wanabomoa manyumba ya Wakikuyu peke yake. Na MCA ya Nairobi Wakikuyu akiwemo huyu Arwai alikuwa hapa, wanakaa na William Ruto. Na hiyo lazima watu yangu munisamehe. Hata nikiitwa mkabila, siwezi kubali mali ya Wakikuyu imalizwe Nairobi Rigiji akiwa uhai. I will not accept. Sitakubali. Na wale MCAs ya Nairobi wanatembea na Ruto akibomoa mali ya Wakikuyu. Tutapatana na nyinyi kwa debe mwaka ujao. Wale wabunge wote na maseneta wa hapa Mlimani wanakaa na William Ruto akiangaisha jamii ya Wakikuyu, akiharibu biashara zetu, akifuta Wakikuyu kazi, akiangaisha jamii yetu, akivamia mashamba private hapa Kiambu. Na nyinyi ni Wakikuyu mnakaa na William Ruto, tutapatana na nyinyi mwaka ujao kwa debe. Katigwa ndo itu. Katigwa. Nyumba itu erani inwe kanyarirwo. Indo cito igacinwo. Turahe tutathia. Mundu ndarenda gutuona.
we waragio guo turaria mutindaga nake ukimuinira ucoke uge atire gathini aratuhura mukunyaniri wa ruriri andu aria othe marakunyanira nyumba itu acio ni othe ya ruriri tondu mundu ucio ndangituhotete aratuhota ni undu wa kunyaniria ruriri okorwo ndari na andu acio ni ndingimuhotete ndiraremwo niwe tondu wa kunyaniria ruriri andu a nyumba itu na kwoguo ndirenda andu acio othe marakunyanira ruriri mumekire ruri ta kagogo mekirwo ruri ta kagogo neguo majirijo na MC ucio uma haha na njuge nie ndire na oru na mundu no nie uraita gwika ndigwetekeria Ruto anina nyumba itu ndikumwetekeria nyarire nyumba itu anina indo citu anina ciana citu na andu aria othe maceraga nake marari uguo ndiraria nitukonana na inyuĩ mwaka uyu uroka nitukonana na inyuĩ neguo mimi nikimaliza niambie watu ya Kasarani hapa Kasarani tutakuwa na free and fair nomination na hakuna mtu mimi Rigiji sina mtu yeyote napendelea. Nyinyi wote ni watoto wangu. Uamuzi utafanywa na watu ya Kasarani. Tunaongea saa hii pale Olokalau nomination inaendelea, watu wamejitokeza maelfu. Kumeendelea uchaguzi, haijaonekana hata IBC inatakiwa ikuje isome kwetu, na watu ya Kalao watachagua mjumbe wao leo. So hapa niseme hapa Kasarani, chama chetu cha DCP hapa Kasarani ati muko tayari? Ati nimesema nimesema pale Olokalau DCP nominations inaendelea, na yule atatangazwa mshindi wa DCP leo is the next member of parliament for Olokalau. Unajua hii watu wametuumiza sana, ndio tunataja hawa. Unajua UDA kwa sababu ya vile imetusumbua, kama sasa wanapanga wale askari walitupiga Wetima wameingia Olokalau, walikuja jana na Betty Maina waka abduct kijana naitwa Choi kutoka Kinago. Hao askari leo wako Olokalau ati wanapanga vile watakuja kusabaratisha nominations ya DCP. Niseme pale, hao askari we know you by name. Watu ya Olokalau wanangoja nyinyi. Pahali tumefika sheigaranishe kate. Hao askari mlitupiga Olokalau Wetima tukanyamaza. We know you by name. You will not be allowed to cause violence in Olokalau. And the people of Olokalau are waiting for you. Wewe Betty Maina umeangaisha Wakikuyu ya kutosha kama umetumwa na William Ruto. Next year William Ruto akienda nyumbani, wewe na bwana yako mtasimama kotini kujibu yale ambayo mmetufanyia. Neguadwa ito edi kwenda gukiria hau gwenda kwira andu a Kasarani andu othe maigire kiama kia DCP ni mugakorwo na free and fair, ni inyuĩ mugatua itua nĩ rĩao. Wale wote wanataka itua nĩ rĩanyu na ni inyuĩ twatigira mweke ũrĩa kwagĩrĩ. Kwa hivyo mimi Bishop mpya and your wife pongezi, Archbishop asante, the clergy asante. Continue praying for us and for this country, and mostly pray for the traitors in our community. Mungu awaguze
wawache kusaliti jamii yetu. Na nikimalizia niseme Uhuru wa Kenyatta tigeshuha. Mimi niseme wewe rais, wewe unatuma vijana akina Sudi, akina Cheriot kutukana Uhuru Kenyatta. Wewe Ruto, kama kabisa wewe ni mwanaume, si